kuna mtu anakuja kubadilisha hati ambao ni baba yetu mdogo. Alikuwa ameenda kubadilisha sasa iende kwenye jina lake. Sasa ilikuwa kwa sababu hadi offer ilikuwa imeshatoka na process zote za upimaji zote zilikuwa zimepita wakati mzee anafariki. Kwa akashindwa kubadilisha, wakasema hapa ardhi, wakamwambia kwamba inabidi aje na msimamizi wa mirathi kubadilisha kama jina linatakiwa libadilishwe. Sasa baba mdogo akaamua, kwa sababu msimamizi wa mirathi tayari alikuwepo, akaamua kwenda mahakamani kupinga mama asiwe msimamizi wa mirathi. Akaenda mahakama ya Kinondoni, akashindwa hiyo kesi. Mahakama ya Kinondoni ikasimama kwamba mama ni msimamizi. Akakata rufaa, mama akashinda. Akaenda akamtafuta, kuna kijana ambao supposedly anasema ni mtoto wa baba. Huyo kijana naye akaenda akafungua kesi mahakama ya Kinondoni. Mahakama ya Kinondoni wakamuuliza yeye ni nani, kwa sababu alikuwa hamna dokumenti yoyote inamuonyesha kwamba yeye ni mtoto. Akashindwa hiyo kesi. Baba mdogo akaenda mahakama kuu kutaka kwenda kuomba usimamizi wa mirathi kutoka mahakama kuu ili ai override mahakama ya Kawe. Mahakama kuu akamwambia mahakama ya Kawe ikishatoa uamuzi hatuwezi ku overturn uamuzi ule, uko sahihi na umesimama. Mwanasheria wetu yuko hapa na document zipo. Sasa basi 2020 ile kesi ikaisha. Kwa mapenzi makubwa sana ya Wizara ya Ardhi, wakasema kwa sababu hii nyumba ni 39 block D na wewe ndio unataka hiyo na usimamizi umekushinda huko, usijali, sisi tuna uwezo, tutabadilisha tu hicho kiwanja namba. Wanamwambia nani? Wanaambia baba mdogo. Sasa wanaambia baba mdogo, wakakiongeza sasa hivi baba mdogo ndio anataka kubadilisha, alikuwa anataka kubadilisha hicho kiwanja 39 kiwe cha kwake. Akafeli kwa sababu hana msimamizi wa mirathi, na tayari kilikuwa kimeshapimwa, kilikuwa kimesha document zote zipo, na baba hati tu ndio ilikuwa bado, na baba alikuwa analipia taxes na kila kitu na document zipo. So wizara kwa mapenzi yao makubwa sana ya kumpenda baba mdogo na kutaka kummilikisha hicho kiwanja, wakaongeza namba katika 39 kikawa 39A, 40 kikawa 40A, 38 kikawa 38A. Kutoka kwenye 38 block ni D. Okay. Block ni D. Lakini vilikuwa block D 39, block D 40, block T 38. Sasa kwa sababu haviwezekani, tayari vina umiliki na wao wana mapenzi sana naye, wanataka kumpa hivi viwanja, wakaamua waongeze namba mbele kwenye kila kiwanja. Kwa maana yake hata hichi kiwanja 38 na 40 hati zake ni batili sasa hivi, kwa sababu vinajulikana kama hati zake zinasema 40 na 38, hizo hati ambazo zimeshatoka. Lakini kwa sababu sasa hivi kwa mujibu wa huu mchoro zile hati ni batili, ni 38A na 40A. Maana anaweza kamilikishwa yoyote, mtu mwingine sasa anaweza kukamilikishwa hivyo viwanja. Na hilo ndio tatizo letu sasa. Kilichotokea mwaka hiyo na wakafanikiwa, baba yetu mdogo 2021 akafariki kwa bahati mbaya. Hati kwa imetoka bado haijatoka. Hati haijatoka bado hapo, kwa sababu tunaenda tunaweka caveat huko, bado tunabishana nao kwamba kwa nini hivi viwanja vinabadilishwa namba, kwa sababu tuligundua kwamba viwanja vimebadilishwa namba. Tukaenda na barua, mwanasheria wetu akamwandikia kamishna barua nyingi, kwa nini hivi viwanja vinabadilishwa namba bila sisi kupewa hata taarifa kwamba vinabadilishwa. Kamishna anapita kule, anatokea kule. Miujiza ya Mungu ya ajabu, 2022 baba mdogo kafa 2021. 2022 hii Disemba, wizara ikaamua kutoa hati kwa baba mdogo aliyefariki, ikatoa hati kwenye kiwanja namba 39A. Sasa ikampa baba mdogo marehemu baba mdogo, na hicho kiwanja kikasainiwa na mtu anaitwa Lydia Bernard, hatujui ni nani, ndio akaenda kuchukua hati na akaweka na picha yake kwa wizara ikamkabidhi hati Lydia Bernard na mtu mwingine anaitwa Joel Mwambingo. Kwa hiyo hati ilikuwa kwa jina la Fords, baba mdogo anaitwa Fords Mwambingo, ameshakufa. 2022 hati inatoka kwa Fords na mtu anaitwa Joel Mwambingo, kwa hiyo ikatoka kwa majina mawili. Na lakini kwenye sehemu ya Fords marehemu ikasainiwa na mtu anaitwa Lydia Bernard na akaweka na picha yake. Wizara ya Ardhi wakampa hati. Hatujui kwa vigezo gani alivyoenda kuwaonyesha wao, wakadecide. Pamoja na kupewa hiyo hati ya michongo, hawa watu wakauza hii nyumba. Kwa hiyo hapa tunavyosimama hii nyumba imeuzwa. Umenielewa? Sasa Septemba kamishna akaita kikao ofisini kwake. Sijui hata hichi kikao kilikuwa kwa sababu gani. Akamuita mama na hao watu waliowamilikisha hiyo hati. Umeona? Kwa midomo yao, kwa kauli yao moja, wakasema hicho kiwanja ni cha mume wake huyu mama. Umenielewa?
Kamishna akaruka akasema kwamba hata hii hati ilitolewaje, ni makosa, ilitolewa, mimi hii hati naenda kuifuta na nini. Tarehe 23 Septemba hicho kikao kimekaa, lakini akamwambia mama, nipeni muda sasa. Ni 23 Septemba mwaka jana, mwaka jana ndio wamekaa hicho kikao cha familia. So akasema mama, nipe hii swali, na akamwambia wale vijana mbeleni kwamba hii hati imetolewa kwa makosa mengi, kuna vitu, kwa sababu hamna barua sijui ya serikali ya mitaa, hamna kitu chochote kilicho, sijui hata walionyesha nini huko wizarani kukabidhiwa hiyo hati. Umeona? Kamishna mwenyewe akasema mimi hati naifuta, msirudi hapa tena. Tumekaa, Septemba imeisha, kamishna hatupi majibu yoyote ya hichi kile kikao kilizani. Oktoba imeisha, kamishna hatoi majibu. Tukamfuata kamishna, kile kikao ulituwekea kimeleta majibu gani? Akasema mimi nimekusanya maoni, maana kulikuwa kuna hadi wanasheria wa wizara. Nimekusanya maoni ya wanasheria, nimekusanya kila document yangu, nimeipeleka Dodoma. Nasubiri watu wa wizara Dodoma inipe majibu. Ukasema sawa, tunasubiri sisi. Tumesubiri, imefika kama tarehe 20. Tukimuuliza anasema nasubiri wizarani Dodoma. Sisi tukamtafuta kamishna Dodoma, kamishna Methi. Tukamwambia bwana, kuna habari hii 1 2 3 nini. Tunakuja, yeye mwenyewe akatupa appointment, njooni mnione kesho. Yaani ukatuambia Jumatatu, Jumanne anasema tukamuone. Mimi na mama tukapanda train mpaka Dodoma. Tukakutana na kamishna, tukamuelezea situation yote. Yeye mwenyewe kila unachomuelezea anashangaa. Hivi hichi kiliwezekana vipi? Huyu mtu aliwezaje kusaini nani? Na pamoja na hayo yote, huyu baba yetu mdogo ni raia wa Uingereza. Tumempelekea hadi commissioner form, alimwapplyia baba visa ya kwenda Uingereza, akaandika na kuonyesha kwamba yeye ni raia wa Uingereza. Yaani akipeleka kwenye ubalozi wa Uingereza kwamba yeye ni raia wao wa Uingereza. Tukamuonyesha hadi na commissioner, hii hapa form alikuwa anajaza huyu mtu, sio hata raia wa Tanzania. Imeendaje kumpa hati? Commissioner akasema mimi ili swala nalifuatilia, akampigia simu Kiando sijui Shukuru hapa Dar es Salaam kwamba simamisheni kila kitu, hiyo tunakuja kufuatilia. At the same time tulikuwa tunasikia kwamba hao watu wanahangaika kutransfer hati kwenda kwa mnunuzi kutoka kwa bwana Fords Mwambingu na Joel, iende sasa kwa aliyenunua, ambao ni kampuni inaitwa MSG I think Mining, liko Mwanza, ndio wamenunua. Sisi tukaenda tukaweka, mwanasheria wetu akaenda akaweka caveat pale kwamba bwana, hebu subirini kwanza, sisi tunasubiri matokeo ya mkutano wetu kutoka kwenye mkutano wetu na kamishna. Cha ajabu, Disemba 16 mwaka huu tunasubiri matokeo hapo, hati ile imehamishwa, imeenda kwa mnunuzi. Tarehe 23 Disemba mnunuzi anamletea mama barua hapa, mama ana wiki 2 ya kuhama katika hii nyumba. Na hii nyumba imejengwa mwaka gani? Na amejenga mzee anapokuja ndio alikuwa anakaa hapa, kafariki msiba ulikuwa hapa. Na mimi nimeangalia katika form za huyo Fords na Joel walivyokuwa wana apply ile hati yao, wamesema wao walikuwa wanakimiliki kiwanja kienyeji kutoka mwaka 80. Apparently lakini huyo Joel aliyomiliki mmoja amezaliwa 96 yeye. Lakini alikuwa anakimiliki kiwanja kienyeji kutoka mwaka 80 na hati zipo. Umeona? Kuna jamaa yuko amezaliwa mwaka 96 lakini alikuwa anamiliki kiwanja tangu mwaka 80 1980 na ipo kwenye application mheshimiwa kabisa, na ipo kwenye application waliopeleka wizarani wakiwa wana apply hicho wana nani hicho kiwanja. Asante sana. Labda tumsikie mama tu kidogo sana. Mama mwaka 83 huko hapa 1979 ndio tulinunua, ile wakati hiyo ana mwaka mmoja, ana kazaliwa 78. Ndio nianza kujiunga taratibu 2001 ndio tukaanza familia. 2001 ndio mlihamia. Okay. Kwa hiyo 2001 ndio mkahamia hapa. Kwa hiyo baada hapo ndio mkaamua sasa mfanye process za kupimaji. Ndio mkapima kiwanja kile kule hiki na hicho kingine. Ya nyumba kwa tuliuza kwa ajili tulikuwa tunapojenga nyumba ilikuwa mapama, tukauza nyumba. Mkauza wenyewe. Hapo na nyumba nyingine tulikuwa na Magomeni tukauza. Ili nguvu yote muiweke hapa. Kwa hiyo mmepoteza kiwanja kimoja na kingine ili nguvu yote iwe hapa. Kwa hiyo kiwanja kile kikao kina namba, kiwanja hiki kina namba, kiwanja kingine kina namba. Kwa muda huu manake ni kwamba nyumba hii ambayo mmejenga na mume wako kutoka mwaka huo imeuzwa. Ndio. Na mimi leo ndio kwa siku yangu kutolea ukutani. Wala kuna haja ya kulia mama. Wala mna haja ya kulia.
wala mnaja kulia. Nimesema tuje hapa ili angalau kila mmoja